President William Ruto has vowed to pay TikTokers to push government agenda. But listen to this agenda. President William Ruto has promised to build more than 7... Guys, the government is in panic. Listen to this. President William Ruto has vowed to pay TikTokers to push government agenda. But listen to this agenda. President William Ruto has promised to build more than 70 hospitals across the country. This is coming after Kenyans, especially here on TikTok, vowed that they will put up an ultra-modern, state-of-the-art hospital. Enyewe watu wamepanic. Hospitali zingine, kwanza moja ilikuwa kwetu huko Eldoret. Wamefanya surgery ya mguu ya mtu mmoja mara 10. Wanadai tumekata mguu ya huyu, tunawalipa. Wanaleta tena ingine tumekata mguu ya huyu fulani, mpaka ukabuliza, unajiuliza huyu mtu kwani alikuwa na miguu ngapi? Kwamba sasa kila mwananchi ataenda hospitali, na nataka mnisikize kwa makini. Dispensary, health center, sub-county hospital. Wewe mwananchi utaenda kwa dispensary, health center, sub-county hospital, level 4, outpatient. Ile unaenda kutibiwa na kwenda nyumbani. Utaenda utibiwe, upatiwe dawa, na mtu asikuulize pesa yoyote. Wewe utoke hapo uende nyumbani. Wacha nirudie. Unataka nirudie? Wacha nirudie ndio msikie vizuri. Sawa sawa? Ngoja. Sikizeni. Tunaelewana watu wa Migori? And as I talk to the people of Migori, I am talking to the people of Kenya. Hospitali zingine, kwanza moja ilikuwa kwetu huko Eldoret. Hospitali ilikuwa na madaktari wachache na accountants wengi. Kwa sababu kazi yao ilikuwa ni kuibia NHIF. Unakuta ati hiyo, kwa hiyo hospitali ilikuwa hapo, wamefanya surgery ya mguu ya mtu mmoja mara 10. Wanadai tumekata mguu ya huyu, tunawalipa. Wanaleta tena ingine tumekata mguu ya huyu fulani, mpaka ukabuliza, unajiuliza huyu mtu kwani alikuwa na miguu ngapi? Mnanielewa? Sasa kwa sababu sasa mambo itakuwa biometric. Tukishakata mguu yako moja, ukirudi tena tutajua wewe mguu yako ilishakwenda. Bado kuna mahospitali, bado kuna counties ambazo wanaitisha pesa wananchi. Hiyo mahospitali, nyinyi mnanielewa? We are going to prosecute them because it is against the law to charge citizens for a service the government of Kenya has paid for. Pale tunajenga hospitali mpya ya kuinua ikuwe level 6. Tulikuwa tayari nimemobilize watu wa military wajenge hiyo hospitali. Lakini wakati niliona design hiyo ya milioni 500, nikaona haitoshi. Sasa nimeongeza iwe shilingi bilioni 1 ya kujenga hiyo hospitali yenu. So my friend governor, utarudi tena uketi chini na watu wa, tutajenga hiyo, lakini tutawaongezea another wing ambaye itasaidia tuwe na ICU, tuwe na mahali ya kuweka equipment zaidi. So I have given instructions, wewe na PS wangu Bwana Mariro na waziri wangu Mama Soipan, mketi chini, we will expand the drawing ndio tuhakikisha kwamba hiyo hospitali inakuwa truly level 6. Watu wa kule Meru wasikuje tena Kenyatta, tuwe tunamalizania
kule Meru Level 6 Hospital. If I were asked for recommendation, I would recommend that a lady be hired. I think they will do a great job. The restlessness sometimes you see in our young people, the impatience that you see in our young people is because they are impatient with the ordinary. They are tired of the usual, of the average. They want us to up our game because there is great potential in our nation. And none other than our young people know that. And that is why we must up our game as leaders and as Kenyans. Wanaibia sisi pesa ya wagonjwa. Just imagine, good people, I must tell you this. Just imagine there was a hospital here in Kino, naitwa St. Catherine, hapo. Ati walikuwa wanafanya operations more than Kenyatta Hospital. Pale Kino. So we became interested. It must be a very big hospital, doing all this. Kufika pale Kino, iko kwa kona. Second floor kwa kona. Watu wamejazana hapo ndani. There is no upasuaji going on. Ni kujaza makaratasi tu ya fake claims. Na wanajaza hata bila akili. Yani wana mtu mmoja wana file claim amekuwa amputated. Next week amekuwa amputated. The next week amekuwa amputated. Sasa unakuta mtu mmoja amekatwa miguu 10 times. Unashangaa kwani huyu mtu alikuwa na miguu ngapi? Ni mnanielewa? You know, open theft. Kulikuwa na mwingine huko Eldoret. Ako na hospitali kubwa hapo. Lakini kwa hiyo hospitali there are more accountants than doctors. Sasa unajiuliza accountants wanafanya nini kwa hospitali? I thought we needed more people, more nurses, clinical officers. Fake claims. That is why when we were closing NHIF, there were debts of 32 billion. 32 billion madeni ya ukora. So tukawaambia, okay, we are ready to pay this debt. Leteni makaratasi tufanye verification. Waziri akagazette verification committee so that we can pay you your claims. Wakaenda kotini kusimamisha verification. What does that tell you? The claims are fake. Because if you genuinely have a claim, why don't you want it verified? Useme, I tweeted so and so, these are the numbers. Ndio huyo mtu nilitweet, ndio huyo nilifanya, ndio huyo nilifanya. So, what we have done now, admission is on a digital platform. Discharge is on a digital platform. We are now moving to biometrics. An ID is not going to be enough. Ukifika hospitali, weka kidole, tunajua huyu ni mtu fulani, endelea. Kwa sababu wengine hata wanachukua ID ya mtu amekufa anakuja kufanyia ukora. Tunaelewana jameni? Running Kenya is a difficult job. Unajua saa zingine watu wako na akili ni very difficult kurun kwa sababu wanapanga akili kitu mzuri na pia wanapangia akili mambo mengine ya kombo. Tunaelewana? So all I want to tell you is that we will deal with fraud, we will deal with fake claims. You saw an incident in Mumias juzi. Tumuliona kwa makaseti sijui. Bishop moja amesimama hapo amesema hii watu ni bure kabisa. Hii SHA kuna kitu. Karibu tunafunga hospitali. We cannot pay our workers. SHA wamelipa sisi only 9 million. Na tumeweka claims juu ya karibu 100 million. Nikaona sasa askofu ako na kola. Nikasema this must be serious. Nikapigia waziri. Niambia waziri umesikia maneno ya huyu askofu?
Amesema Musalia amesema uongo, hakuna, tujapatiwa pesa. Ngambia mniletee data. Aletewa data. Ndio hii cash transfer, electronic transfer ya pesa, bank ndio hii, nini ndio hii. Ngambia waziri, please enda kwa hiyo hospitali Mumias. Tunataka kusaidia askofu. Pengine askofu wako na ukweli. Kufika Mumias, askofu amepatiwa, bwana askofu, ndio hii makaratasi. Siku fulani ulilipwa pesa fulani, mpaka tukaita bank manager wao. Bank manager ana confirm tulipata hii pesa. Ya hiyo hospitali inaitwa sijui St. Mary's. Tulipata 98 million. Nyinyi mnanielewa? Askofu ndio huyo, I'm sorry, I was misled. Really? You know? Nyinyi mnanielewa? Wenye kumwambia askofu hiyo story yote ni watu yake kwa hospitali wameiba from his own hospital. Nyinyi mnanielewa marafiki zangu? So we are going to deal with fraud. Mutasikia makelele, but it is because we have, if we don't deal with fraud, we will not succeed in anything. So I just want to confirm to you, we are going to make sure that that health sector works. Lastly,